أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه والتابعين سبل الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kwa kweli mimi katika uwanja huu sikuwa na la kusema, na hasa baada ya mazungumzo ambayo yamezungumzwa na ndugu yangu kipenzi Sheikh Shabani wa Pembe. Sikuona kama kulikuwa kuna haja ya mimi kuongezea katika maneno yake, sababu yeye amezungumzia umuhimu wa kuacha athari katika maisha. Mimi nianze kugusia katika jumla ya malengo ambayo yametukusanya hapa, ni kuiombea nchi yetu. Hapa kumekuwa na mimi mara nyingi ninasema, watu wanasema misconceptualization. Kuna dhana potofu kuhusiana na swala zima la kuiombea nchi amani. Baadhi ya watu huja na maneno yao kusema kuwa tunajiingiza katika mambo fulani fulani, lakini mimi nilikuwa napenda kuiambia hadhira hii kuwa kuiombea nchi ni faridha sharia. Kuiombea nchi ni wajibu wa kisheria, na hili ameanza kutufundisha baba yetu Sayyiduna Ibrahim, millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu. Yeye ndio wa kwanza kutufundisha desturi hii, rabbi ja'al hadha albalada amina. Kwa hiyo Nabii Allah Ibrahim anatufundisha kuwa tuwe na culture na utamaduni wa kuliombea taifa letu. Rabbi ja'al hadha albalada amina. Mwenyezi Mungu jalia huu mji uwe ni mji wenye amani. Lakini sio Sayyiduna Ibrahim peke yake, hata waliokuja baada ya Sayyiduna Ibrahim, akiwepo Mtume Muhammad salawatullahi wasalamuhu alayhi. Yeye mtume amesikika akisema haya maneno, Allahumma barik lana fi thimarina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi sa'ina wa fi muddina. Ewe Allah subhanahu wa ta'ala, tunakuomba ubariki katika mazao yetu. Mazao ya mji gani? Mji wa Madina. Allahumma barik lana fi thimarina wa barik lana fi madinatina. Na Mwenyezi Mungu tunakuomba ubariki mji wetu wa Madina. Wa barik lana fi sa'ina, pishi yetu uibariki, wa fi muddina, na vile vile utubariki katika vibaba vyetu katika mji wa Madina. Maana yake ni wajibu wako wewe na wajibu wangu mimi kuhakikisha kuwa mahala tunapoishi tunapaombea dua, lakini vile vile kuomba Mwenyezi Mungu ayadumishe mapenzi kwa nchi yetu. Mtume Muhammad salawatullahi wasalamuhu alayhi, yeye amekutikana akisema, Allahumma rabbana habib ilaina almadina kahubbina limakka au ashad. Ewe Mwenyezi Mungu, ufanye mji wa Madina upendeze katika mioyo yetu. Hii ni dua ya Mtume Muhammad salawatullahi wasalamuhu alayhi. Maana yake nini? Tuna wajibu wa kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala tuwe na mapenzi ya kweli na nchi yetu, lakini tuna wajibu wa kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala aibariki hii nchi yetu.
Hilo ni jambo la kwanza ambalo ameanza kutufundisha Sayyiduna Ibrahim. Wa man yarghaba an millati Ibrahima illa man safiha nafsah, yani mtu ambaye anaona huu taratibu wa kumuomba Mwenyezi Mungu sisi kuipenda nchi yetu na kumuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala kuijalia amani nchi yetu, kuibariki nchi yetu, akaona utaratibu huu haufai, huyo ameachana na utaratibu wa Sayyiduna Ibrahim. Wa man yarghaba an millati Ibrahima illa man safiha nafsa, haikuja nafsu, manake as-safah daiman linnafsi, as-safah daiman linnafsi. Huyu atakuwa hajitambui. Ukiona wewe swala la nchi yako, kuiombea nchi yako, nafsi yako inakuwa na tabu, au kiongozi wa dini anapokuambia iombee nchi yako, wewe unapata tabu, wewe hujitambui, nafsi yako ina aina fulani ya ujinga, kwa mujibu wa maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa man yarghaba an millati Ibrahima illa man safiha nafsa. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, tuondoke tukiacha athari, na hakuna athari njema kama athari ya elimu. Kama kuna athari duniani ya kuacha, hakuna athari ya kuacha kama athari ya elimu. Na elimu ndio ulikuwa urithi aliotuachia Mtume Muhammad salawatullahi wasalamuhu alayhi. Kwa urithi wa elimu, kuna stage mtu akifika katika swala zima la kutoa elimu akaacha athari kubwa ya elimu katika jamii, sheria inasema huyu mtu haguswi na najisi, kama alivyosema Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah, innal alima idha kathurat hasanatu wa 'azumat wa kana lahu fil mujtama'i atharun dhahir fa innahu yuhtamalu minhu ma la yuhtamalu li ghayrihi lianna al-ma'siyata khabath wal ma'u idha balagha al-qullatayn lam yahmil al-khabath. Haya maneno ya Ibn al-Qayyim yanaonyesha umuhimu wa kuacha athari ya elimu katika jamii. Na athari, ukiachilia elimu, inaenea katika maeneo tofauti. Kuna athari ya kuacha katika mioyo ya watu pesa, kuacha katika mioyo ya watu vitabu, kuacha katika mioyo ya watu kuachia kila aina ya manufaa, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas, mbora wenu ni ule ambaye ni mbora kwa watu. Unaweza ukawa ni mbora kwa nafsi yako ndani, lakini utapimwa katika dini kwa namna gani wewe ni mbora kwa watu. Kwa haya niseme, ja'alana Allahu mimman tazakka wa dhakara isma rabbih fa salla wa lam yu'thir alhayata ad-dunya 'ala al-akhirati allati hiya khayrun wa abqa. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.